Mwakalinga alikuwa kijana wa miaka 30, mchoraji maarufu aliyeishi Dar es Salaam. Alikuwa na roho ya msanii, lakini ndani yake kulikuwepo na kitu kilichokuwa hakijatimia. Alikuwa ameishi maisha ya mijini kwa muda mrefu, akiishi kwa kelele za magari na giza la kisasa lisilo na roho. Ndoto zake za usiku zilikuwa za ajabu, zikiwaonesha watu wa kale, msitu wa kijani, na sauti laini ikimuita kwa jina lake tena na tena. Siku moja aliamua kusafiri kwenda Kigoma, kijijini kwa bibi yake aliyekuwa amefariki miaka mingi iliyopita. Alitaka utulivu, lakini zaidi ya yote, alihisi kama kuna kitu kinachomsubiri huko, jambo ambalo hangeweza kuelezea kwa maneno. Baada ya siku kadhaa za kukaa kijijini, alisikia wakazi wakiongea kuhusu msitu wa Mugombelwa, msitu wa kale ulioharamishwa. Ni mahali pa miujiza, walionya. Ukienda usiku, unaweza kurudi ukiwa si yule yule. Lakini kwa Baraka, onyo hilo lilikuwa mwaliko. Usiku wa mwezi mpevu, alivaa koti la ngozi, kubeba daftari lake la kuchora, na kuingia msituni. Sehemu ya pili, kukutana na mrembo wa kipekee. Akiwa amezama ndani ya giza la miti mirefu, alihisi upepo ukimvutia upande wa kulia, na hapo alisikia sauti ya mwanamke laini na ya kuvutia, "Baraka, njoo." Alisogea kwa tahadhari hadi kwenye bonde dogo palipojaa mwanga hafifu wa mwezi. Ndipo alimwona kiumbe wa ajabu alionekana kama mwanamke, lakini si mwanadamu kabisa. Ngozi yake ilikuwa na mng'ao kama almasi, macho yake ya buluu yalizungukwa na nuru ya siri, na nywele zake ziliruka mithili ya moshi wa taa. Baraka alisimama akishindwa kuamini. "Wewe ni nani?" aliuliza kwa sauti ya kupasua kimya. "Naitwa Naleya," alijibu kwa sauti ya muziki. "Mimi ni roho wa msitu huu. Nimefungwa hapa kwa miaka 300 nikisubiri moyo wa kweli, moyo wa mtu anayeona uzuri nje ya maumbile ya kawaida." Mazungumzo yao yalizidi kuingia ndani ya hisia. Walikaa pamoja hadi alfajiri, wakielezana ndoto, huzuni na furaha. Baraka alihisi kama alikuwa amemjua Naleya milele, na kila neno alilolisema lilimgusa rohoni. Kwa mara ya kwanza, alihisi mapenzi ambayo hayawezi kuelezeka kwa lugha ya kawaida. Sehemu ya 3, mstari wa muungano wa nafsi. Katika usiku wa pili, Baraka alirudi tena, na hapo ndipo mapenzi yao yalifikia kilele. Si katika hali ya kawaida ya kimwili, bali ya kipekee, kama roho zao zilikuwa zikiungana katika mwanga wa mwezi. Alihisi joto lake ndani ya moyo wake, sawasawa na joto la dunia lenyewe. Mwili wake ulijaa nuru, kana kwamba alizaliwa upya. "Unapenda kweli?" Naleya aliuliza, huku macho yake yakimwangalia kwa huzuni. "Zaidi ya maisha yangu," Baraka alijibu kwa sauti yenye msisitizo. Naleya aliinamisha kichwa. "Umenivunja." Kwa maneno hayo, "Nimepata kile nilichotumwa kukitafuta. Mapenzi ya kweli hufungua milango ya uhuru wangu." Baraka alishtuka. "Unamaanisha nini?" "Kwa karne nyingi nimefungwa hapa. Nilihukumiwa kwa kupenda mwanadamu mmoja aliyeishi zamani. Ili niwe huru, ilihitaji mtu mwingine kunipenda kwa dhati bila kujua hadithi yangu, bila kutarajia thawabu." Alipojaribu kumkumbatia, mwili wa Naleya ulianza kutoweka, taratibu kama ukungu wa asubuhi. Alilia. Alitaka kuzuia safari hiyo ya mwisho, lakini alikuwa hana uwezo. "Utanikumbuka?" aliuliza kwa sauti ya kuvunjika. "Nitakuona kila usiku unapoangalia nyota. Nitakuwa ndani ya moyo wako, na wewe utakuwa sehemu ya msitu huu milele." Sehemu ya 4, urithi wa mapenzi. Miaka ikapita. Baraka alirudi mjini, lakini hakurudi kuwa yule Baraka wa zamani. Sanaa yake ilibadilika. Kila uchoraji wake ulikuwa na picha ya Naleya, uso wa mwanamke wa ajabu, macho ya huzuni na tumaini, na nuru inayotoka ndani. Watu waliomwona waligundua kitu cha kipekee. Picha zake zilileta amani, huzuni na upendo kwa pamoja. Wengine walidai waliona macho ya mwanamke ndani ya picha yakiwafuata. Walihisi kama wanaota ndoto ya mtu mwingine. Baraka hakuwahi kuoa. Alisema moyo wake ulipenda mara moja kwa kweli, na hiyo ilikuwa zawadi yake ya milele.